kwa damu, mwana wa Mungu. Hapo niliomba uokozi, today I want to look at what the prophets do, or who a prophet is. Very quickly, the biblical definition ya a prophet simply means one who delivers God's message to the people. Yule ambaye anapokea ujumbe kutoka kwa Mungu na apeleke ujumbe jinsi ulivyo. We have had several prophets katika Biblia, na wengine wanaitwa major or big prophets, wengine wanaitwa minor or small or little. The difference is the major prophets walipewa ujumbe mpana, large messages, na the minor ones walikuwa wanapewa brief, just brief. Ndiposa wadadisi wa Biblia wakashinda tutafanya namna gani tofautishe. So the ones who are given a brief message and for a brief period, ndio tunasema minor or little prophets, na hao wengine ni big or major. So I want to look at Isaiah and Jeremiah. Isaiah, ndiposa Mungu amtafute, Mungu amuite. Let me just read this first. Isaiah 6:1 verse 1 to 3. I saw the Lord upon a throne, high and lifted up, and one angel called to another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. Ukisoma katika hiyo 6 pale mstari wa verse 5, na inasema, who is me? I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of people of unclean lips. Haya ndio maneno Isaiah anapoitwa. The calling of Isaiah. Number one, Mungu alimuonekania na akaona utukufu wa Mungu. Na ndiposa anaona mambo haya yote malaika wanafanya wakiimba holy holy. Then this man Isaiah quickly alipoona utukufu wa Mungu, he surrenders quickly, na anasema yeye is unclean and he is dwelling upon unclean people. Akaona utukufu ule, akaona hapa siwezi toboa hii utukufu. Lakini what happens? Mungu akayeyusha roho yake, kwa sababu ameona makosa yake, ameona udhaifu wake. Mungu akayeyusha nguvu zake na majivuno yake, ndiposa alipovunjika na Mungu akamuonyesha makosa yake. It's very important mtu kujua makosa yako, dhambi yako, udhaifu yako. Alipomuonyesha makosa yake, dhambi zake, Isaiah alikuwa mwepesi wa kutubu. Aliona dhambi yake na akatubu. Na alipotubu dhambi sasa, he became clean.
Unakumbuka alisema he was unclean. He became clean. Ndiposa katika his doubts ya kwamba sasa nitafanyaje kazi ya Mungu, Mungu akatuma malaika. Malaika akatoka na moto, kala moto kule mbinguni kuja kuchoma mdomo wa Isaya. Ikiwa malaika alitumia tongs, kitu kama pliers kubeba moto, you can imagine moto huu ulichoma mdomo huyu kiasi gani? Mdomo wa Isaya ulichomwa kiasi gani na ulikaa aje? Therefore alipochomwa ndipo akapewa sasa uwezo ya kufanya kazi ya Mungu, na sasa akamwona Mungu na akasikia sauti ya Mungu. This is to say for us, usikie na uone sauti ya Mungu, lazima uwe umekuwa clean. Mungu mwenyewe ako clean kwa wewe kuitikia, kwa wewe kujitoa na kukubali. Ako clean, ako cleanse ili umuone, akuonekanie, ili usikie sauti yake. Ndiposa akasikia sauti sasa, the voice of God. After undergoing this, I just wanted to compare na Jeremiah naye. Jeremiah naye alipo, the calling of Jeremiah is different. Mungu alipanga Jeremiah akiwa tumboni mwa mama yake. Kitambo sana alijulikana, Mungu alimjua. So Jeremiah akizaliwa anakuja kupewa kazi na anaambia Mungu, hapana, mimi ni mtoto mdogo. I'm very small. I'm just a child. Ndiposa naye akiwa achali hivyo Mungu hakuchoma yeye jinsi alivyochoma Isaiah. Yeye alimgusa tu na mkono, aligusa tu lips zake na mkono na kumwambia wewe utafanya kazi yake. Ndiposa akampa the prophecies. Kitu ambacho inaunganisha hawa wawili pamoja, Isaiah and Jeremiah, ni kwamba both walipewa messages za punishment na pia za blessings. Na let me dwell kidogo sasa kwa huyu Jeremiah. Jeremiah akaonyeshwa katika yale alionyeshwa in the message of this prophecy. Among them is an olive branch, almond, a branch of an almond tree. In most countries, like here in Nigeria and some countries in Africa, hata za ng'ambo, some plants zinapomea in a place, sio sisi tunapanda, mwanadamu anapanda a plant, there are particular plants that can just sprout tu mahali, zinamea during a very difficult time. Na ukienda kusoma such plants zinakupatia ujumbe fulani. For example, in some countries, this almond ikimea katika wakati wa kiangazi, hakuna mvua, kanamea ni kama maua, kako very soft na kanatoa maua. It means the rains are coming. The season of rain is coming, na itakuwa mvua kubwa. There are other things ambazo huwa tunaangalia kama wanadamu, kibinadamu tu, na you can guess something will be happening, such a season will be coming. Kuna wakati mimi nilikuwa naona kule nyumbani kumbi au butterflies wakipita sana, wengi wakipita hivi, kuna kitu wana signify. Kuna aina ya ndege hapa kwa sky wakipita, wakifly in groups, wakienda, kuna kitu wana signify, kuna season ambayo inakuja kutendeka. So Jeremiah alionyeshwa that almond ilikuwa inaonyesha ya kwamba, maana yake ya kwamba Wanaisraeli katika nchi ya Juda watakuwa, kuna msimu unakuja, Mungu anakuja kutimiza ahadi, Mungu anakuja kufulfill neno lake. Na Jeremiah alionyeshwa hiyo, na tena akaonyeshwa a pot that is boiling with hot water. Na boiling of hot water here ambayo ilikuwa from the northern part of the country of Judah. Maana yake na ikawa nini? Ya kwamba Wanaisraeli, this is the Judah group people, watakuwa punished, watapata punishment kutoka kwa an enemy who will come from the country of Babylon, kuja kuwafinya na kuwatesa simply because they have been disobedient kwa Mungu. Ukisonga mbele unakuta kwamba Jeremiah is known as a crying prophet. Why cry? There are messages Mungu akikupatia, nenda uambie watu as a prophet.
hata unaweza shindwa, because wengine wanaweza kukupiga wakwambia unasema nini. Kama hapa Yeremia alikuwa anakejeliwa, wanamkejeli, unasema nini? Na kwa sababu he knows what God has planned for these people, the kind of punishment, the kind of blessings ambazo ziko mbele yao, he could cry. Yeremia alikuwa analia, literally analia. So nataka niulize sisi ambaye kama umewahi kusikia neno la Mungu, kama wewe uongea neno la Mungu, kama wewe unatamka neno la Mungu, kama wewe usikiza na kuona mambo ya Mungu anafanya, je, wewe Mungu, how are you called? Mungu alikuita style gani? Na your lips imechomwa. Mungu ameguza lips zako na mkono wake. Kuna chochote Mungu amefanya katika maisha yako kukuonyesha kwamba anataka utende kazi yake? Jinsi unaposikia neno la Mungu likihubiriwa, how do you behave? Wewe ukejeli tu ama unafikiri ni mambo tu ya kupita? Mara nyingi nimeulizwa, unafikiri wachungaji ambaye tuko nao sasa, mapastors, evangelists, do you think hawa ni prophets? The answer is yes and no. The moment you are carrying the right ujumbe from God to the people, you are a prophet. You are doing the work of a prophet. And a prophet wa leo sasa, sisi wachungaji, wale wachungaji, to be a prophet, kukupeana ujumbe, you must get a revelation from God himself. Unaposoma neno, there is a revelation God will give you. That revelation ni ujumbe wake mwenyewe. The moment you deliver it the way God has given it to you, you are a prophet. A prophet simply warns. A prophet simply warns the people against the dangers of disobeying. And he tells them the blessings that would come if they adhere kwa neno. When you look at the world today, I can tell you we are in a very bad state. Hata kuliko jinsi wana wa Israeli walikuwa wanafanya dhambi. We are in a very bad state. Na yale ambaye yote this manabii walitabiri, mengi yamepita. Jambo tu ambalo linabaki, I can tell you, is the coming back of Jesus Christ to convert this world into his kingdom na atawale. Na hili that one manabii walitabiri, na it is still holy waters in the Bible. No one knows that time, and that time is coming. It's just coming. Asanteni sana.